Karibu tena kwenye Daily na Mimi, mahali pa ukweli usiofichwa. Leo tunazungumzia jambo ambalo linaathiri karibu kila kaya, kila kijiji, kila mtaa. Jambo ambalo linaonekana dogo lakini linaweza kuharibu maisha kabisa. Kula dawa kiholela. Je, unajua kuwa tembe moja tu unayokunywa bila ushauri wa daktari inaweza kubadilisha maisha yako milele? Karibu tusafiri pamoja kwenye makala hii ya kusisimua yenye kufumbua macho na kugusa undani wa afya zetu. Kipimo kimoja kinaweza kuwa sumu. Kila dawa inayoingia mwilini imeundwa kufanya kazi kwa kiwango maalum, muda maalum na kwa tatizo maalum. Unapokunywa dawa kiholela bila vipimo, bila maelekezo ya kitaalamu, ni sawa na kucheza kamari na maisha yako. Unaweza kujisikia nafuu kwa muda, lakini mwilini mwako kunaanza vita usioiona. Mfano halisi: unakunywa antibiotic kwa mafua, labda hayo mafua ni ya virusi, si ya bakteria. Kwa hiyo dawa haina maana. Unaendelea na dozi ya jirani yako aliyesema ilifanya kazi. Kumbuka, mwili wako si wako. Alichopona yeye kinaweza kukuumiza wewe. Dawa zinaweza kukugeuka adui wa ndani. Unapokula dawa kiholela, moja, bakteria huwa sugu. Mwili wako hujenga kinga dhidi ya dawa, na siku ukiumwa kweli, dawa haziwezi kusaidia tena. Chala, magonjwa ya figo na ini. Dawa zinachujwa na ini au figo. Ukizitumia bila mpangilio, viungo hivi vinaweza kuchoka au kufeli kabisa. Tatu, mzio allergy. Dawa nyingine husababisha mzio mkali, anaphylaxis, ambao unaweza kusababisha kifo ndani ya dakika chache. 8, mchanganyiko hatari. Ukichanganya dawa tofauti bila kujua, zinaweza kuingiliana na kusababisha madhara, kutoka presha kupanda hadi mshtuko wa moyo. Kisa cha mwananchi wa kawaida. Mama Halima kutoka Tabata, Dar es Salaam, alikuwa na maumivu ya tumbo. Bila kwenda hospitali, alikunywa dawa za maumivu alizopewa na jirani yake. Wiki 2 baadaye, alipelekwa hospitali kwa haraka. Figo zake zilikuwa zimeanza kushindwa kufanya kazi. Maumivu yalimgharimu maisha ya kawaida, na sasa yuko kwenye matibabu ya muda mrefu. Kiduka la dawa siyo hospitali. Ndiyo, unaweza kununua dawa dukani, lakini kumbuka, muuzaji si daktari. Anaweza kukuuza kitu kisichofaa kwa sababu hajui historia ya afya yako, vipimo vyako au hali ya mwili wako kwa sasa. Kitu kidogo kinachoweza kuokoa maisha: ushauri wa kitaalamu. Pata vipimo kwanza, usitumie dawa ya mtu mwingine, maliza dozi kama umepewa, usihifadhi dawa kwa matumizi ya baadaye. Muone daktari kila mara unapojisikia vibaya, usijitibu. Fikira potofu zinazoua: nimekuwa nikitumia hii dawa kila mara nikijisikia vibaya. Hatari ni kwamba mwili wako unaweza kuchoka nayo. Niliona kwa TikTok, si kila anayepost ni mtaalamu. Ninapenda kutumia za mitishamba pamoja na hizi za hospitali. Mchanganyiko huu unaweza kuwa sumu ya polepole. Tamati: chukua hatua leo. Uhai wako ni wa thamani. Usiiweke rehani kwa kuchukua dawa ovyo. Dawa si pipi. Dawa si maji ya dafu. Dawa ni sayansi, na sayansi ina nidhamu tamu, inahitaji maarifa na inataka ushauri wa kitaalamu. Asante kwa kutazama. Kama makala hii imekugusa, kama umejifunza kitu au unahisi inapaswa kuwafikia wengine, please usisahau subscribe, like na share video hii kwa rafiki, ndugu na jamii yako. Tusaidie kupaza sauti ya uelewa na kuokoa maisha. Mpaka wakati mwingine, Daily na Mimi, tunaleta ukweli, si hadithi.